Mimi nikukaribisha sana. Asante. Maravilla Farm. Na fly pia kwa ujio wako Dodoma kwa kunitembelea. Asante. Najua nitafaidika vingi. Bila shaka. Bila shaka na kingine ukija wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Kwa najua vipi lakini unaendeleaje? Tashukuru Mungu naendelea vizuri. Habari za ufugaji? Kama ulivyofika umeona ufugaji unaendelea vizuri. Kwa kweli nimefurahi. Nimefurahi sana ndugu Maravilla. Naam. Kweli hii ni Maravilla Farm. Nashukuru. Na nakumbuka nilikuja mwaka jana nafikiri mwanzoni. Ndio. Ilikuwa ni mwanzoni ile au mwishoni? Hapana, ni kama mwaka jana karibu na mwishoni. Karibu na mwishoni. Lakini mpaka sasa hivi naona kuna maendeleo makubwa sana. Natamani sana nipate pia. Ni kweli. Nipate kujua yani siri ya mafanikio. Na kupongeza sana, unafanya vizuri sana. Nashukuru mafanikio kama ninavyosema kwamba yote haya tunategemea Mungu ndo atupe uwezo wa kuyasogeza. Lakini pia yanashagizwa na maono unavyoona. Ukiwa unaona maono fulani yanakupa urahisi wa kuweza kufikia pale ambapo unapaona. Ndio. Kwa mimi nikushukuru pia kwa hivyo ulivyosema na tutazidi kupambana. Sawa, hapa bwana naona una wanyama tofauti, jamii ya ndege. Ndio. Labda hapo unafuga nini? Nimeona kuna kanga wengi sana hapa, nimeona kuna bata. Hebu niambie, inaonekana unapenda sana ufugaji. Of course, kama inavyojieleza hii ni Maravilla Farm na ni Pig and Poultry Farm. Sasa kama ni Pig and Poultry Farm tunafanya hivyo, tunafanya ndege na nguruwe wenyewe. Kwa upande wa ndege tuna bata, inamaanisha bata maji, lakini pia tuna bata mzinga. Okay. Tunao hao kwa bata maji, tunao hao bukini, tuna wale Indian Land, pia tuna bata wa kienyeji. Ndio. Alafu pia tuna mallard. Lakini kwa kanga kama unavyosikia sauti zao, kanga tunaweza kuwazalisha kiwango cha kanga zaidi ya 120. Naona ni wengi sana. Wote wamezalishwa hapa? Yes, wote wamezalishwa hapa. Na tunategemea kwamba kwa sababu kanga wa utagaji wao wanamaliza Mei, wanaanza tena Oktoba. Kwa tegemea by Oktoba wataanza kurudisha mayai. Na kwa sababu kaida yao ni kurundika, basi tutaona mrundiko wao hivi kwa faida ya watazamaji. Ndio. Kanga mmoja anaweza kutaga mayai mangapi katika msimu? Kwa rate ya kwao katika msimu wanasema anaweza kutaga mayai 120. 120. Hiyo ndio rate ya kanga. Hongera sana. Lakini kanga ziko za aina tofauti. Tuna madoa, tuna weupe. Tuna wengine wanaitwa Guinea-fowl. Sawa kabisa. Guinea-fowl ambao wana rangi kama ya bendera hivi. Wazuri ni wapi hapa kulinganisha na hali ya hewa ya Tanzania na Dodoma pia? Nafikiri madoa ni wazuri. Madoa pia ni wastahimilivu fulani. Weupe kidogo wana changamoto, sio wazuri sana kwenye hali ya hewa. Hata vifaranga kana vifaranga labda 20, cheupe kitaanza kwanza kuondoka. Tofauti na madoa Na hapo unatumia mfumo gani wa kutotolesha? Yaani wa kutotolesha kwa maana wanalalia au unapeleka kwenye mashine? No, nina incubator iko pale ndani kuna incubator. Kumbe incubator pale. Maravilla unatisha. Iko incubator kwa akitoka mayai kwenye sehemu yao, tajia anaingia kwenye incubator. Baada ya siku kadhaa tunapata vifaranga. Hongera sana. Na nafikiri ndio. Ngoja kwanza tukae hapa ili tuzungumze. Ndio. Na kwanza hongera sana. Nashukuru sana brother. Shukrani sana. Kwa kweli lakini nusu au tatu ya hongera hizo zirudi kwako mwenyewe kwa sababu ni siwezi kuitikia, nitakuwa na kiburi. Hapana. Niitikie tu kwamba bila kukurudishia. Tukiwa tunarudisha sifa na utukufu kwa Mungu, lakini pia usijisifu kama unakimbia. Msifu pia naye kukimbiza. Kwamba naye kimbiza pia naye ana mwendo. Kwa wewe unasaidia kwa kupitia kwa vibali vya Mungu tupase maarifa haya na kusababisha basi tufike hapa ambapo tunaambiwa hongera. Tunakushukuru. Na ni kweli kwa sababu anakupa hongera kwa sababu gani? Ndio. Sisi mimi kama daktari ninawahudumia wafugaji wengi. Ndio. Na wafugaji wachache sana ambao wanaweza wakafuata zile kanuni wanazopata kwa madaktari. Ndio. Na ni wachache sana ambao unaweza ukaona kweli wanakuwa, lakini wengi wanapata masomo
na unakuta bado hajabadilika. Ndio. Sasa wewe Mwaravira unabadilika kila kukicha. Nakushukuru. Nakumbuka nilipokuja pia kuna vitu ambavyo nilishauri. Sahihi. Na nimeona yani umeboresha sana. Ni sahihi. Kwa hiyo mimi nakupongeza kwa maana hiyo. Ndio. Kwa sababu sisi tunatoa elimu, tunafundisha ushauri. Ndio. Lakini utendaji unakuwa ni kwa mwenyewe. Na mimi sina namna ya kuja nikakushika Mwaravira bwana, mbona hiki hakijafanyika, kwa sababu sina mamlaka juu ya maamuzi yako. Of course, yeah, sahihi. Lakini nakupongeza kwa sababu ninaona ni hatua kubwa. Ndio. Na ufugaji unaongezeka. Ndio. Kama nakumbuka hivi kipindi nakuja Kanga nafikiri walikuwepo nao. Yes, walikuwepo lakini kwa kiwango kidogo. Wengi hivyo kwa sababu ndio nilikuwa nalenga kwenye kuzalisha. Bado kwa idadi ambayo unaiona sasa hivi. Okay. Yes, ndio. Turudi kwenye ufugaji wa nguruwe. Ndio. Ambao nafikiri unaufanya pia kwa ukubwa wake. Kwa ukubwa wake. Kama nilivyosema mwanzo, ni pigi na poultry farm. Na yawezekana pia labda upande wa nguruwe ndo umewekeza zaidi au umewekeza kwa kuku? Of course, ukigawa kwa percent utakuta nguruwe anachukua asilimia kubwa zaidi. Okay. Anachukua asilimia kubwa zaidi. Hongera sana. Naona pia mabanda yameongezeka. Ndio. Angalia mabanda huku mpaka kule. Ndio. Mpaka kule shamba limekuwa bwana. Shukrani sana. Hongera sana tena. Nashukuru sana bwana. Shukrani sana. Mimi ninapata matumaini kwamba ndio kuna hatua unafanya. Zinafanyika ndio. Na mimi wafugaji huwa ninafurahia ninapoona anazidi kukua na wajibu wetu sisi ndio kama Mr Pig Tanzania ni kuwa support. Yes, ndio. Na kutoa elimu. Ndio. Lakini na kuwahamasisha pia kutusupport pia kwa kutumia bidhaa za Mr Pig. Yes, ndio. Ni sina shaka na hilo kwa sababu hapa ndo makao makuu ya Mr Pig Dodoma. Kwa hiyo kwa kweli naona mambo ni mazuri. Of course, mazuri. Labda nipende kujua kwamba mpaka sasa hivi una nguruwe kama wangapi kwenye shamba lako? Yes, na nguruwe kama 93 94. Yes, ndio. Na aina za nguruwe ulizonazo hapa ni aina zipi? Ndio, nina Pitren, na Raj White, na Duroc, na Rendress. Yes. Okay. Yes. Na upande wa wazazi ndio nao ulionao sana hapa ni aina gani au unaowatumia sana? Wazazi waliopo ni Raj White, Rendress au kimsingi ndio wazazi. Okay. Raj White, Rendress ndio wazazi. Kwa hao ndio ninao wao. Yes, ndio ninao wao. Ingawa kuna wengine ambao pia ni wamama lakini sio wazazi kwa namna ya category kama wa Duroc na Pitren. Ingawa wapo. Yes. Na wana tofauti. Ndio. Bila shaka wewe una uzoefu. Of course. Na unaweza ukatofautisha. Yes, ndio. Tofauti ya Raj White na hawa Raj White na Landress na hawa Petra na Duroc. Yes. Ukiwalinganisha kwenye ufanyaji, achana na elimu ya elimu juu ya aina zao, kwa maana wale Raj White na Landress ni wazazi, hawa wengine hawafanyi vizuri kwenye field. Yani kwenye shamba ndio uhalisia wake ukoje na unatofautisha vipi hapo? Okay, sawa. Nafikiri kwa namna tunavyosema kwamba Duroc au tunasema Pitren, of course kwenye shamba sio kama watazaa kabisa. Kama tunasema kama ni upande wa patent line, kuzaa wanazaa, isipokuwa kuna zile changamoto ambazo unaweza kuzipata through experience. Kama labda wakawa amesita kwenye kunyonyesha, kuna wakati fulani asiwe mzuri kwenye kulea, akawa labda analia tofauti na hizi Raj White, Rendress. Kuna wakati fulani labda inawezekana pia akawa labda anafoka kile ambacho ilikuwa vigumu kumhudumia. Kwa mazingira ni mazingira ya Duroc na Pitren ambayo ni changamoto tofauti na Rendress na Raj White. Rendress, Raj White wako very humble. Wazazi watoto wengi, changamoto ya maziwa iko very rare ya kiasi kidogo. Kwa hawa wawili tofauti yao ni hiyo kubwa. Lakini kuna wakati number of piglets, namba ya Rendress na Raj White inawezekana kupata namba nzuri tofauti na Duroc na Pitren. Yes. Na kuna changamoto ambazo pia huwa zinatokea kwa hawa Duroc na Petra. Ndio. Kama changamoto za kushika mimba, of course, kuzaa watoto wachache, hivyo kutokuwa na maziwa au
kunyonyesha. Ndio. Kwa hawa ulionao hapa, changamoto kubwa ambayo unaiona ni inakusumbua kwa hawa Duroc na Petra ni ipi kwako? Changamoto nafikiri kufanya kwa Duroc kuna wakati dume inakuwa sio nzuri sana kwenye kupanda. Lakini sio nyakati zote. Inatokea tu by bunches kana dume likawa sio nzuri sana kwenye kupanda. Kwa hiyo ni changamoto, lakini pia kwa Duroc hasa kwenye upande wa wakati wa kuzaa anaweza kukupa kidogo changamoto kwa sababu ya sio rafiki sana. Anaweza kama mazingira ya kufoka na akashindwa kupata huduma nzuri kwa sababu ya mazingira yake ya kufoka. Anakuwa ni mkali. Anafoka ndio kwa nafoka tofauti na wengine raji white renders, kuna tofauti kidogo. Inabidi uwe makini bwana, maana unaweza ukakuta amekutoa mguu. Hiyo kiwango hicho kiwezi kufikiwa. Nafahamu with experience ni maneno ambayo tutasema ni hearsay, lakini hakuna uhalisia wote kati ya kumtoa mguu na hana hizo hana kiwango cha hana hiyo. Foka anaanza kufoka, lakini kiwango cha kutoa mguu hapana. Hicho kiwango hicho hapana kiwezi. Na hapa shambani kwako ndio unatumia mfumo gani? Yaani unafanya unenepeshaji au wewe unafuga kuzalisha watoto na kuuza au unaendeshaje biashara yako? Kimsingi ni biashara. Na kama ni biashara niliona kwamba nitakuwa naenda na sehemu zote kwa sababu sijawa na zoni nzuri sana ya wateja fulani tu peke yake. Isipokuwa ni wateja wangu wenyewe wanakuja wakiwa na kofia zote hizo na sura zote. Mwingine anakuja anataka pigete miezi 3, mwingine anakuja anataka mama ambaye labda anaenda kwenye kupandwa, mwingine anakuja anataka labda leo pandwa. Kwa hiyo hapa naendesha biashara zote. Na kwa hiyo naendesha kutokana na mteja anapokuja. Akija akisema anataka mwenye mimba na cheki kwenye stock, mwenye mimba ni upi, tunaongea biashara inatoka. Akisema anataka piglet ya miezi 4 na mimi naangalia kwenye stock yangu na miezi 4 ni upi, namtoa. Kwa hiyo ni jinsi mteja anapokuja na mimi ndo tunavyomjibu. Naweka uwanja kwa mkubwa ndio ili sipoteze wateja wangu pia. Ukisema tu nanepesha hapo utakuwa unalenga watu wa bucha tu. Lakini kuna mwingine anataka aanze kufuga. Atakwambia somo la vile ndio nataka nianze kufuga sasa, nafanyaje? Na wewe unataka tu unatoa wa kunembesha peke yake. Kwa lazima niamua niwe na hiyo uwanja mpana kwa ajili ya kumhudumia kila aina mteja. Ndio. Na wateja wako wengi ni wa Dodoma au hata nje ya Dodoma? Yaani niseme Mwalavila Farm sasa hivi naenda karibu Tanzania nzima. Hongera sana. Hapa nimepeleka mali Songwe. Nimepeleka mali maeneo ya Njombe, huko maeneo ya Bagamoyo, maeneo ya huko Singida kijigani sikinaitwa. Imeenda mbali. Mbali namaanisha kwamba ukiona pale mwisho kuna vichanja vile vya box. Kwa mali vichanja ambavyo nimetengeneza kwa ajili ya kusafirishia wanyama. Kwa maana kutokana na ukubwa wa mnyama, naweza kaeka nyama 5, 2 kutokana na ukubwa. Kwa kinachofanyika natoa hapa na ile kuta kama unavyoiona, naenda kwenye barabara inayoenda uelekeo huo. Basi naangalia lori, naongea na wenye lori. Kwa hiyo hilo guta kumbe ni kwa ajili ya kazi ya kupeleka huko mali kwa bako malori yanaelekea. Kwa hiyo nikiona ni Bagamoyo basi naangalia uelekeo Bagamoyo, lori liko wapi, naongea na mwenye lori, bwana nataka mzigo ufike Bagamoyo. Anasema shilingi ngapi tunapatana, basi anasafirisha. Na mteja wangu nampigia bwana nimepeleka gari fulani inafika muda kesho asubuhi na vitu kama hivyo. Kwa mwisho wa siku biashara inaenda hivyo Naenda hivyo. Hongera sana kwa kweli na naona jitihada zako ni nzuri. Na kazi yako itakuwa ni nzuri kwa sababu ukiwa na unatoa huduma nzuri kama hii lazima wateja wanakuwa wanaambizana. Ndio. Na upande wa Dodoma ufugaji wa kibiashara kwa maana ya ufugaji wa kisasa. Ndio. Bila shaka watu wengi wanakuangalia wewe. Niseme hivyo kwa sababu hata wizara pia walivyopewa taski kuja Dodoma ya kuja Dodoma kutembea na watu wa Zimbabwe na wa Zambia. Walikuwa watu wawili waliona kwenye zile picha. Niliona picha. Walikuja hapa. Moja ya mfumo ambao waliupenda ni mfumo wa immobilized microorganisms. Sawa. Kwa waliupenda sana mfumo na wakasema bwana tutachukua inoti ikibidi tutaenda kuambia watu wetu wafundishe aidha kupitia mitandao au waje tena wajifunze kutoka kwako. Kwa ni mfumo ambao waliupenda sana. Na huu pia ni mfumo mzuri
Pen without smell. Hii ni deep litter system ambayo inafanya vizuri. Ndio. Ndio unaitumia kwenye mabanda yako? Mabanda yote. Na kwa nini? Kwa sababu ukiangalia mimi kushoto kuna kulia kwangu kuna nyumba za wenzangu. Alafu hapa tumetulia bwana, hamna hata harufu. Kwa sikupenda hiyo kero jirani anigongee getu kama kuna harufu. Sikupenda yani hapa hata harufu. Yani jirani akikwambia aishi harufu unaona kama labda huyu ana sababu nyingine. Ana sababu nyingine tofauti. Kwa hiyo niliamua nifanye hivi ili jirani nisimkele na mimi pia nifurahie mazingira yaliyopo. Nikikaa na mimi hapa nisiwe na wa kusikiza harufu za ovyo ovyo. Niliamua kutumia mfumo. Aisee, hongera sana. Nimependa. Hili yani nilikuwa sijakuuliza kuhusiana na harufu. Of course. Yani ukipita utafikiri hamna hata mbona kinachofikiria. Of course ni faida ya mfumo huu. Ni very simple na nafikiri pia kuna wakati umewahi kuelezea kwenye group. Nishawahi kufundisha kwamba pamoja na kuweka landa kuna unaweka pia hiyo imo au unaweka mkaa unausaga afu na usambaza. Kwa nimekuwa nikifanya hivyo na sio ni shida hapa mimi kwangu. Kwa sababu kwanza ndio tabia za mnyama unazienzi. Mnyama huyu ni kufukua. Ukimwekea zege pia hawezi kuenjoy mazingira yake. Wanasema natural habit, hawezi kuenjoy natural habit. Lakini cha pili, yeye anataka kutengeneza joto. Kawaida kwa nafukua kidogo ndo analala. Cha tatu ni faida ya mkojo wenyewe. Mkojo hapa utuami. Onzi hawezi kuenjoy mazingira hayo. Lakini kingine cha nne, kwa asili yake huyu kwato zake ni laini. Ukimwekea zege anapokanyanga unamuumiza. Aisee, uko vizuri. Kwa kwato zinakuwa hiyo kwenye sikujua kama utaiongelea ya kwato hiyo. Of course kwato. Inawezekana kesi ya kuchechemea si kufanya nini hapa kwako. Nimewahi kumuuzia mteja mmoja nguruwe. Alivyonipa ile concern nilielewa. Walikuwa piga hata miezi 4. Ndio. Akafika akasema bana hawaenjoy kutembea. Nikajua huko alikotoka, ametoka kwenye sofa wameenda kukutana na hali ngumu. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Ukamshauri lakini baadaye lakini baada muda walizoea wakaanza kuendelea vizuri. Aisee, hongera sana. Na ufugaji wa Dodoma ndio sasa hivi yani bila shaka una taarifa au unafuatilia maendeleo ya ufugaji wa kibiashara Dodoma. Ndio. Unakuwa kwa kasi gani? Kasi ni nzuri niseme. Kasi ni nzuri pamoja na kuona kwa macho unatembelea majirani ile ambavyo wana push ufugaji. Kasi ni nzuri, lakini pia tunapitia mifugo pia tuna access na watu ambao wanahusika na wizara husika ya mifugo. Tulikuwa nao nafikiri wiki 2 zilizopita. Na wenyewe pia wanatoa taarifa kama ufugaji unaendelea. Na katika vitu ambavyo niliwashukuru siku ile na nafikiri kwenye simu sikukwambia, niliwashukuru kwamba wameanza kumuingiza nguruwe kwenye taarifa zao. Ripoti zingine za miaka mingine walikuwa wanamweka pembeni. This time around ripoti zimeanza kuingia kwenye vitabu vya umegusia kwenye upande wa kuwaingiza. Ndio. Lakini mimi jana nilishiriki kwenye hotuba ya Wizara ya Mifugo pia. Ndio. Na ile hotuba nimeiona. Ndio. Nguruwe pia yumo kwenye nani. Kwa hiyo ni dalili nzuri. Yes, ndio. Kwamba angalau kuna namna tunakuwa na tunapata support pia ya wizara. Na tusiwe wanafiki kwamba tuseme eti tumtoe kwa sababu ya unafiki wetu kama tunamfuga na anatupa kipato na anatupa kitoweo lazima tumweke. Na anafanya vizuri na kuna ongezeko la nguruwe. Ni sahihi kabisa. Lipo ongezeko. Ni sahihi kabisa. Japo nafikiri watu wengi wafugaji wengi hawajaona fursa kati ya vilio au malalamiko anayoyatambua ni masuala ya masoko. Ndio. Lakini soko lipo Tanzania, ni namna tu ya kulijua liko wapi. Sasa kwenye taarifa pia ya waziri, kwa mfano jana waziri wa mifugo amejaribu kuweka percentage pia ya nyama tunasafisha kwenda nje. Kiwango kidogo ukiangalia. Ni kiwango kidogo sana. Kwa hiyo tukiweza kutumia ile nafasi pekee yake na kusafisha nyama yetu kwenda nje inakuwa ni jambo la fursa sana. Na kati ya vitu ambavyo pia sisi tuna support na tunavifanya ni hilo. Kama kuna mtu anataka kujua namna gani afanye kwenye upande wa kusafirisha nyama, anzie wapi, utaratibu masoko yako wapi. Mimi ni mwanachama wa Go Forward Business ambao nina uwezo wa kuuza aina yoyote ya nyama
katika mataifa mbalimbali kulingana na uhitaji. Ndio, ndio. Kwa hiyo katika kundi letu huwa kuna oda huwa zinatumwa. Ndio. Zinatumwa, unaona oda labda Kenya kilo 1000. Ndio. Labda kila baada ya wiki 3 wanaweka na specification zao pale, mahitaji yao yakoje, namna ya mikato sijui nini, sijui wapi maeneo mbalimbali. Yes. Zinakuja oda, lakini ukiangalia hapa ni sawa, lakini vipi quality ya nyama tulionayo, vipi ile consistency, kama tunaweza tukachukua tenda hii. Na ndio maana tulikuja pia na mpango ule wa kutengeneza Friends of Panigo, zamani Panicam, kwamba tutengeneze batch katika kila mikoa. Tukianza kuvuna huku tunavuna, tukija kufika labda Mwanza huku kumeiva tena, kule kumeiva tena. Yes. Umeona, ule ni mpango mkubwa ambao watu kama watauelewa, ili swala la soko litakuwa limeisha. Kwa sababu mfano umepata tenda, na kati ya wenzetu hawataki mambo ya kubahatisha. Of course. Ukichukua tenda kama mimi na supply nyama labda tani 1 kila wiki, uwe na uhakika na mnaingia mkataba kama ni mwaka mmoja. Sawa. Sasa kama unaingia mwaka mmoja, wewe una supply miezi 2, ndio nyama inaisha. Hauna. Lakini kitu kingine, tukiwa na mpango huo wa kusimamia, kwa maana ya ambao wameingia kwenye mfumo wetu, ndio mfano kuanzia mikoa tofauti, labda wafugaji kadhaa labda ambao wako kwenye mfumo, ndio ambao wanatujoin, ndio kwamba wanatumia bidhaa zetu za Mr Pig. Yes. Tunawapa tunachagua mbegu, ndio tunawakuza kulingana na uhitaji, tunawalisha kulingana na uhitaji. Nguruwe anayezaliwa, ndio yani nyama quality ya nyama inaanzia pale anapozaliwa, matunzo yake kuanzia siku ya kwanza. Ndio. Kwa hiyo tunaangalia namna, kuna vigezo vya madawa yanayotakiwa yatumike. Ndio. Wenzetu hawataki matumizi ya madawa sana. Of course. Na mnyama unaweza ukamkuza bila madawa pia. Ndio. Maana watu wamekariri lazima sijui achome nini. Anaweza akachoma iron haina madhara. Ndio. Minyoo, hiyo ni vitu vya kawaida. Ndio. Lakini kuna zile dawa nyingine unakuta wamehalisha kidogo dawa. Wamehalishwa dawa. Sasa ile inaondoa pia ubora wa nyama. Ndio. Lakini wakiingia kwenye ule mpango wetu, ndio, kwa maana tutawasimamia kuanzia mwanzo mpaka kuvuna. Tuna uhakika wa quality ya nyama. Of course. Sasa hivi tunaweza tukachukua order, tutaweza kusupply tani moja kwa kila wiki. Ndio. Ni kweli wanyama wapo, lakini unaenda kwa mfugaji namba A, unakuta na wanyama wazuri. Ndio. Mfugaji namba B ana wanyama wengine tofauti, yani labda amewakuza anavyojua, amewapa makombo, amewapa nini, hawana ile quality ya nyama. Ndio. Lakini tukiwa na watu ambao wote tunajua tunatembea pamoja, ni rahisi hata kuteka soko la sehemu fulani. Ndio. Hata katika hapa Tanzania pia, ndio, kuna mahoteli pia ambayo unakuta yanahitaji quality, kwa sababu kuna wageni wengi wanaingia Tanzania. Sahihi. Na wanahitaji nyama yenye ladha fulani. Ndio. Sasa unakuta wafugaji wengine wanachanganya, mara wamewapa dagaa, mara wamechanganya sijui uduvi, mara wamewapa nini. Yani ladha yenyewe haieleweki. Na kwenye kuchanganya, nilikuwa nasoma wenzetu wanavyo recommend kuhusu nyama. Wanasema wakienda supermarket, wanasema I need a meat of Duroc. Hawataki umchanganyie. Sasa wengi hapo tunarundika wende uko hapo Duroc, uko hapo Piteli, uko hapo. Lakini wenzetu wako smart, wanajua ladha ya Duroc ikoje, ndio inaongoza nafikiri dunia nzima sasa. Kila ladha. Kwa hiyo unajua, na hata bei iko tofauti. Ndio. Ikiwa bei ya Duroc kutokana na ladha yake iko tofauti, na wanyama wengine bei iko tofauti. Ni kweli. Hata sasa kitu cha msingi, naam, kwa wafugaji ambao wanatumia mfano bidhaa zetu za Mr Pig Concentrate, ndio, kwa kweli tuna uhakika na ladha ya nyama inayopatikana pale. Sahihi kabisa. Kwa hiyo wale wanaokuwa kwenye mfumo wetu, ndio, wote wanatumia bidhaa moja. Ndio. Tuna uhakika kwamba ladha ni ile ambayo sisi tunailenga. Ndio, sahihi. Sahihi kabisa. Lakini tofauti na hapo inakuwa ni changamoto. Kabisa. Na sijajua kwa Dodoma, ndio,
upande wa soko la nyama likoje kwa wafugaji, yani katika na kilo sasa hivi zimeenda mpaka shingapi? Of course liko soko la ndani na liko soko la nje. Soko la nje ziko hapa tu, tunapata hizi route za hizi fuso zinakuja zinabeba nguruwe zinapeleka Dar es Salaam mpaka Arusha zinaenda. Kwa ziko soko hilo la nje ya mkoa wa Dodoma. Lakini pia tuna soko la ndani ambao na lenyewe pia hatujaweza kulishika kama likawa limefikia 100%. Lakini pia kwa mambo mazuri kabisa kuna soko pia tunalizalisha, tunaliandaa la Iringa. Kwa Wajerumani wanatengeneza kiwanda cha sausage hapo Iringa. Mr. Felix yuko pale, ni Mjerumani, anatengeneza kiwanda cha sausage. Kwa hiyo tuko na maongezi naye, na yeye anataka pia raw material itoke Dodoma. Ambayo ni uliniambia. Na hapo pia kutakuwa kuna mambo ya live weight na mambo ya carcass weight na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunajaribu kujiandaa na salamu zao wanasema hivi. Ndio. David Mwaravira, waambie watu wako wazalishe. Wazalishe. Na sio wazalishe tu. Tunataka quality and quantity. Quality na quantity. Kwa kutumia nini sasa hapo? Kwa kutumia sasa hapo lazima kwenye quality tunaleta kwa Mr. Big. Mr. Big kwa sababu gani? Kwa sababu inakupa kile ambacho unakitaka in low cost. Ndio. Unajua kwenye kupata faida pia kuna calculation. Utoe matumizi ya madogo alafu faida iwe kubwa. Kwa hiyo pia kimeenda kwa Mr. Big, kimekuwa very well calculated. Nafikiri hii ni fursa of course kwa wafugaji wa Dodoma, lakini pia na mikoa jirani na Tanzania nzima kwa ujumla. Kwa nina imani kiwanda kitakuwa ni kikubwa na kitahitaji nguruwe wengi. Ndio. Na nafikiri ni zaidi tu watu waendelee kujifunza namna ya kufuga katika ubora na kadhalika. Ndio. Kwa upande mwingine tukiangalia hapa Mwaravira Farm. Ndio. Bila shaka wewe target yako, of course, target yako ya ufugaji kwa mwaka huu ndio, au hata baada ya mwaka mmoja mpaka 2026. Ndio. Target yako wewe unalenga kuwa na nguruwe wangapi? Kwa sababu kama fursa hii pia imekujia, ndio, maana yake inaanzia mikononi mwako kabisa. Kwa hiyo kabla hujaituma kwa mwingine ni lazima wewe uifanyie kazi. Sahihi kabisa. Wewe hapo umejipangaje na malengo yako yakoje? Of course. Kwanza mimi na malengo yaliyopo ni kwamba program niwe na program ambazo at least kwa mwaka nigawe mwaka mara 2. Na nikisema mara 2 maana yake chakula nicho nacho Mr. Pig kina support miezi 6 nimtoe mnyama nje. Awepo aende kwenye soko. Kwa nikiugawa mwaka mara 2 maana yake nikiwa na bunch 2 kwa mwaka za nguruwe 200. Kwa nitakuwa na uwezo kutoa nguruwe 400 kwa mwaka mmoja. Kwa namna ya kutoa output ya farm yenyewe. Kwa hiyo mpango wangu ni kwamba kila baada ya miezi 6 nitoe nguruwe 200. Nguruwe 200, yes. Ndio huo mpango ulio. Na una uwezo wa kuzalisha hao nguruwe 200 hapo, au utakuwa unanunua na wengine kwa ajili ya kunenepesha? Kuzalisha inawezekana, sababu ukiwa na majike kwa mfano 10, majike 10 kwa average ya kuzaa vitoto 10 tayari ni nguruwe 100. Hapo kweli inawezekana. Kwa majike 10 kama 100, maana ukiwa na majike tu 20 tayari ni nguruwe 200. Na kama anazaa kwa mwaka mara 2.5 na point inawezekana hiyo bro. Uko vizuri. Unajua mpaka idadi ya basi nafikiri kama una uwezo wa kuzalisha nguruwe 200, maana yake katika nusu mwaka, ndio nafikiri ni biashara nzuri. Of course, ni biashara nzuri. Ndio. Na nafikiri hata wengine ambao wanasikia hii fursa, of course, wanatakiwa waangalie hii fursa namna ya kuenda naye. Ndio. Japo sijajua mahitaji yao ya kiwanda yatakuwa ni kiasi gani. Lakini kama ni wawekezaji wamekuja, ndio, hao nguruwe 200 ni wachache sana. Of course. Hiyo wachache 200 ni wachache sana kwa miezi 6. Ni kweli, wachache. Kwa hiyo lakini nafikiri kama kuna wengine pia watakuwa wanazalisha na wengine watakuwa wanachukua hata kwenye mikoa mbalimbali. Yes. Nafikiri itaenda vizuri. Kwa upande wa magonjwa, ndio, kumekuwa pia na changamoto ya magonjwa.
ambayo yanaleta hasara kwa wafugaji. Ndio. Sijajua kwa upande wa Dodoma kuna ugonjwa huu wa African Swine Fever. Ndio. Umekuwa ni ugonjwa ambao sasa hivi unasumbua. Ndio. Sijajua kama Dodoma umepita kwa kiasi gani na umeathiri kiasi gani. Of course, yani kwa sababu ni kiumbe pia, kila kiumbe kina changamoto zake. Kuhusu kuumwa na kutokuumwa, kiumbe kinapata hiyo risk, probability ya kuumwa. Dodoma of course misingi nafikiri unatuelekeza kila wakati ya security inatusaidia. Huwezi kusema tuna zero occurrence, no. Inawezekana ikawa ni 2 to 5 occurrence kutokana na tunaopata pia taarifa za wenzetu wameathirika kwa kiwango gani au kwa ukubwa wa namna gani. Kwa inawezekana ni 2 to 5% sio kwa kiwango kikubwa sana hivyo. So pia unaweza mkaa kwenye group mkadiscuss. So pia kuna chama cha wafugaji nguruwe Dodoma. Ndio ni watu tunaongea kama letu, tunapeana taarifa na namna kufanya. Tutapeana baadhi ya tips za namna gani ya kuweza kutoka kwenye hilo janga. Yes. Kwa kweli imekuwa imeleta taharuki sana. Yes, lakini ni vile ambavyo watu pia tuna uhaba wa usikivu. Yes, mimi ulivyoniambia kuhusu bidhaa zetu za Mr Pig na kwamba kuna addition ya kuhusu Fomycin kuhusu kuongeza uwezo wa kupambana na hivyo vidudu vya African Swine Fever. Nikaona kuna kwenye ile bidhaa iko haja au iko issue ya msingi ambayo imekuja kusolve tatizo. Na bila shaka hauna taarifa kwa watumiaji wetu kwamba wameathirika na African Swine Fever. Of course kingekuwa ni kilio wangeniletea. Wangekuletea. Kwa sababu kuko kimya, maana yake inawezekana kilio akijatokea. Basi hiyo ni habari njema. Habari njema, of course. Sijapata hiyo tatizo la mtumiaji wangu kwenye kupata ugonjwa. Ndio. Na bila shaka watu wameanza kuifahamu Mr Pig na kuielewa. Ndio. Una malalamiko yoyote kuhusiana na Mr Pig au bado hujapata malalamiko yoyote? Nafikiri malalamiko kimsingi nisha submit na amefanywa kazi. Ya kwanza ilikuwa ni packaging. Packaging especially kuivunja ije kwenye kilo 5 kilo 5. Nashukuru makao makuu imefanyia kazi hiyo. Imefanyia kazi. Hiyo kwa hiyo umenipa mimi tabasamu na namna kujibu wateja nimeonekana kweli na report kile ninachoripoti kinafanywa kazi. Kwa hiyo kimejibiwa na sina mengine sijayapata ya msingi. Lakini nafikiri kabla ya wakati tunaonana uliniambia pia habari njema kwamba kutakuwa kuna ongezeko kwenye wina kuongeza kitu fulani ambacho kwenye wina. Sio kwenye wina tu na bidhaa zote kwa maana kuboresha ile formula ambayo tayari tumeshaiboresha. Ndio. Na kuboresha packaging ambayo pia tunaendelea kuiboresha. Ndio. Lakini pia na upatikanaji wa chakula usio kwama. Ndio. Hilo jambo pia tunaenda kulifanyia kazi. Ndio. Ambacho naweza nikakwambia ni kwamba Mr Pig ni chakula ambacho kinafanya vizuri sana. Okay. Kinafanya vizuri sana. Ndio. Na kimekuja kuleta mapinduzi ya vyakula kabisa Tanzania. Ndio. Na watumiaji wa bidhaa hii mpaka sasa hivi wanafurahia. Nilienda na kukatisha kidogo. Nilienda kwa mteja mmoja kumhudumia na lengo ilikuwa ni kumwambia Mr Pig anatengenezwa Tanzania. Lakini kakumbuka tuna notion kidogo ya kuto kupenda vya kwetu. Nikasema niingie kwenye kusema vya nje. Nikasema hapana, siko jasiri. Kwa cha msingi niseme tu ni vya ndani. Na bahati nzuri sasa niliposema ni mtengenezaji wetu ni Mtanzania akapendezewa zaidi. Kwa ningeficha ile siri inawezekana pia ningekuwa nimekosa ile mteja. Kwa sababu inafika mahala unataka sasa uende kwa tabia zilizozoeleka kama kwamba hizi pia zinatugharimu. Zinagharimu. Tuseme tu kwamba hiki ni cha kwetu wenyewe. Na kiukweli ni tabia tu ya Watanzania, sio ni Watanzania, sio ni wa Afrika. Ndio. Lakini tuna tabia ya kudharau vya kwetu. Of course, ndio. Mimi naangalia mfano hata kwenye
hizi mfano Panado. Ukienda kununua Panado unasema ipe ya nchi fulani. Ipe ya nchi fulani. Sasa lakini ni kutokana na mazoea. Inabidi sasa watu wabadilike. Lakini ni kutoa ishara kwenye hilo. Biblia pia imeandika nabii akubariki kwao. Nabii akubariki kwao. Lakini kama Rwanda zimeanza kwenda bizaidi mpaka Rwanda. Zimeenda Rwanda. Maana mipaka zimeenda Uganda. Nataka nikwambie pia nimepata mteja zimeenda Kongo DRC. Kuna mteja ambaye anachukua bidhaa zetu. Sahihi kabisa. Alitaka pia na AI alitaka na artificial insemination hatujamfikia, lakini bidhaa tumeshamtumia tayari. Sahihi kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Mr Piggy kabisa concentrate inavuka mipaka kabisa. Sasa ninatoa tu kwa faida ya wafugaji wa Tanzania. Ndio. Watumie hii fursa. Of course. Kwa sababu wasipotumia hii fursa itatumiwa na watu wengine. Na marehemu rais wetu Magufuli alisema kiporo kula na ndugu zako, kula na mwanao. Uzeni ukakula kiporo unakula tena na mtu mbali hapa. Kiporo unakula na mwanao. Kwa hiyo hii ni fursa kwa wafugaji kwa sababu faida ya kutumia Mr Pig zipo nyingi sana. Lakini kubwa ambayo ninaiangalia na ambayo ninazidi kuwasisitiza wafugaji ni kwamba ni kupunguza gharama za chakula. Sahihi kabisa. Kwa sababu ndugu yangu Malavila, hakuna mtu asiyependa faida. Of course, ndio biashara yenyewe hiyo. Sasa wewe kama unapata faida kubwa kwa kutumia gharama kidogo, wewe unataka nini? Ndio hiyo inayotakiwa. Matokeo unayapata. Faida inakuwa kubwa. Faida inakuwa ni kubwa. Wanyama wanafanya vizuri. Unasaidia hapo. Tena kuna mteja wangu yuko Iringa. Ni mteja wangu mkubwa. Ni Masai. Yule mteja alikuwa na changamoto kubwa ya nguruwe wake kutotoa maziwa. Nikamtumia kile chakula. Ndugu yangu Malavila, mambo yamebadilika kabisa. Yamebadilika ghafla. Mpaka kaanza kuniuliza, "Vipi bwana, unakuja lini huku nikuchinjia mbuzi?" Of course. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni mtu amehamasika kwa namna gani na nimetibu lile tatizo lake kwa kiwango kikubwa sana. Na alikuwa anatumia bidhaa tu fulani ambayo sitaki kuizungumzia, lakini ni zile ambazo zinatoka nje. Of course, ndio. Alikuwa anatumia na hiyo sasa ni wengi ambao wanatumia bidhaa zinazotoka nje, wanasema natumia bidhaa fulani. Ndio. Sasa ninaomba ushauri, nguruwe wangu atoi maziwa, nimchome dawa gani? Dawa gani? Hapana. Namwambia chakula kwanza. Wewe tulia. Usichome sindano. Chakula peke yake. Tumia chakula fulani. Ndio. Na kweli. Na sasa kwa upande wa wadogo tumetibu tatizo la kuharisha. Ndio. Tatizo la kuharisha ni tatizo ambalo ni kubwa. Yaani kwa hawa nguruwe wadogo. Ndio. Kuanzia wale wanaokula creep feed na baada ya kuwaachisha. Sawa baada ya kuachisha kufanya nini? Kunyonya. Kunyonya. Yes. Sasa kwenye creep feed sisi tumeweka virutubisho vinavyo support kuendana na mwili wa huyu kibwagara. Ndio. Kwa sababu wewe nikwambie Malavila, kibwagara anapoanza kujifunza kula chakula kwa maana anaanza kutoka kutumia kile chakula ambacho ni laini kwa maana ya maziwa na kuingia solid feed ambacho ni chakula kigumu. Sawa. Sasa ile process ya kuanza kuzoea hapo ndo kunaanzia matatizo. Sasa hilo sisi kama wataalam tumesha lifanyia kazi. Hilo litabaki kwa wengine ambao unajua shida za formula hizi za nje. Ni kwamba formula nyingi zinatazama mazingira ya nje ya kwao. Wakija Tanzania kutokana na mazingira ya Tanzania unakuta ni changamoto kubwa zinazotokana kuanzia kwa vibwagara, wazazi na nini. Wao wana conditions zao kule. Wana mazingira yao yanayo favor
hizo product. Lakini hizi product zetu sisi tunatengeneza Tanzania ambazo zinaendana na mazingira yetu. Ni kweli. Yani malighafi zinazopatikana Tanzania, tunaangalia pia formula ambazo zinaendana na mazingira ya Tanzania. Mnyama akila anapata matokeo makubwa kulingana na mazingira pia ya Tanzania. Kwa hiyo kwa Vibwagala tumeshamaliza hilo tatizo. Kwa wale ambao wameachishwa kunyonya, huwa kuna stress pale, kuna muda wa stress. Kutoka kutumia maziwa ya mama pamoja na chakula, kwanza kutumia chakula peke yake. Na hapo kuna kipengele kingine. Of course, ni sahihi. Kwa hiyo pia na hilo tatizo tumesha litibu tayari. Kwa wanaotumia bidhaa zetu, hatuna malalamiko ya namna hiyo. Mimi sasa hivi nimeshajua. Anayenipigia simu anaanza kusema, bwana nguruwe wangu sijui wadogo sijui nikiuliza tunakuwa nishajua kwa kuwa chakula tofauti. Nikiuliza anasema bwana anatumia sijui kampuni gani namwambia sasa wewe dawa ni kutumia Mr Pig. Chukua hatua. Si ndio? Tumia Mr Pig, hamna haja ya kutumia dawa na nini. Ndio. Kwa kunenepesha pia tunafanya vizuri. Wanaoandaliwa kwa wazazi pia tunafanya vizuri. Uwezo wa kushika mimba unaongezeka. Lakini uimara wa mwili pia kwa yule anayeandaliwa kupandishwa, kipindi ambacho atakuwa amebeba mimba asitetereke. Na kipindi ambacho ana mimba pia asitetereke. Kipindi cha kuzaa asitetereke, na azae watoto pia wenye nguvu, wenye afya nzuri. Hizo zote tumeshazikamilisha. Kwa hiyo ni wafugaji tu wenyewe kufanya wachangamkia hii fursa. Lakini sio vibaya pia kumsupport Mtanzania. Kwa sababu sisi tunaendelea, tunapopata support na sisi tunaendelea kuboresha huduma na kuwafikia watu wengi. Na ufugaji wa Tanzania unakuwa. Na kingine wasichokielewa ni kwamba yani kipato kikiwa ndani ya mzunguko mdogo rahisi kupata na wewe kwenye mzunguko mdogo. Kweli. Lakini kipato kienda kwenye mzunguko mkubwa. Kwa mfano leo mpa dola 200 labda Sudan au Netherlands. Ndio. Au Sweden. Umeona? Ukimpa dola 200 namna kupata dola 200 kwako ili urudi kwako ni kazi ngumu. Lakini ukimpa dola 200 labda Mzalamo. Obviously Mzalamo utaenda kuomba kazi ya kibarua, utatofauti, ndio. Utapata kwenye mzunguko mdogo. Kweli. Na mfano unachosema ni kweli. Mfano sisi Mr Pig Tanzania au Panigro Tanzania ni kampuni ambao tumeajiri wafanyakazi wengi. Wafanyakazi wengi kwa maana ya wataalamu wa mifugo. Na ukiangalia wataalamu wa mifugo wametoka kwenye familia hizi za kwetu hizi zinazo wanaofuga. Sahihi kabisa. Kwa hiyo akisapoti bidhaa zetu, akisapoti kampuni, maana yake anatengeneza ajira kwa mwanae au kwa mjukuu wake. Kabisa. Umeona Kabisa. Au kwa ndugu yake bila yeye kujua. Hicho kitu tukielewe na kikae vizuri kichwani mwa watu pia. Yaani ni vema unajua mwana vila watu wakifuatilia vizuri. Na mimi kiukweli napenda yani kwa kusupport vitu vya kwetu. Of course, ndio. Vitu ambavyo mtu anafanya vizuri vya kwetu. Ndio. Mimi na support. Ndio, sahihi. Na niseme watu wameamka. Yaani watu wanakuwa na kumbukumbu za zamani. Ndio. Lakini kuna vitu vimebadilika. Kuna watu wameboresha teknolojia. Kabisa. Kuna watu wana mifumo ya kisasa. Kuna watu yani vya Tanzania vya kwetu. Ndio, vya kwetu. Kwa hiyo lazima tuvisupport. Kabisa. Kwa hiyo ndugu yangu mimi nashukuru sana. Of course. Lakini labda lakini singasahau. Pamoja na wewe kushukuru sisi, lakini wewe kuwa mmoja pia watu ni uthubutu. Na mimi nikushukuru sana wewe kwa sababu ndio kama ni mtu au ni individual ulikuwa na wazo kusema nataka niwe wa kwanza kuingiza artificial insemination Tanzania. Na ukaweza kufanya teknolojia na ikaingia. Ndio. Na baadaye ukasema no, nifanye production ya chakula hizi concentrate kwenye nchi yangu. Ndio. Mimi brother, hata ingekuwa kwenye kuweza kuongeza sauti kwa serikali, katika serikali kusupport. Nashukuru. Kwa kujua kwamba no, huyu ni Mtanzania aliona kwenye nchi yake kuna upungufu wa kitu fulani. Ndio. Concentrate hii ambayo inatoka nje. Kama ukifanya na sio ukifanya tu kwa ufanisi ambao una compete na watu wa nje.
Na jana pia ulikuwa na muda na waziri. Na waziri. Ulikuwa mchomekee na hiyo kwamba tumeongea kwamba ikiwezekana bwana ile bidhaa hizi ongeza kidogo kodi pale. Tumeongea. Tumevya kwetu. Tumeongea na waziri, tumeongea na wahusika. Ndio. Kwa kweli wanatusupport. Ndio. Lakini nikwambie ndugu yangu Malavila, naam, pamoja na kuwa mtu wa kwanza kuingiza huduma ya upandishaji wa nguruwe Tanzania. Ndio. Nafikiri picha zangu uliziona za mwaka 2016. Sasa pale nilianza kufanya utafiti. Ndio. Kwa hiyo baadaye nikaingiza kwa mara ya kwanza Tanzania. Hiyo ni namshukuru Mungu. Ndio. Lakini ni kampuni ya kwanza kutengeneza concentrate. Ndio. Inayoitwa concentrate. Ndio. Maana kuna zinazoitwa concentrate, hizo sio concentrate. Of course. Ila concentrate ni kampuni ya kwanza kutengeneza concentrate Tanzania. Ndio. Na kwa ubora mkubwa sana. Ndio. Sawa ndugu yangu. Ndio. Kwa hiyo na katika udhubutu huo ndio ni lazima pia niongeze elimu kabisa ya nutrition. Ndio. Ili tuhakikishe kwamba tunafanya kitu chenye ubora zaidi. Kabisa. Kwa hiyo tuko vizuri. Tuna wataalamu ndio kutoka hapa Tanzania. Yes. Tuna wataalamu kutoka nje ya Tanzania. Ndio. Of course tunafanya connection kwa sababu maarifa huwa hayana mwisho. Of course, ni kila siku. Kwa hiyo tunapata pia wataalamu kutoka mataifa mbalimbali. Ndio. Hata hizo concentrate ambazo wenzetu wanazitoa huko, yani lazima tunahakikisha kwamba ubora wa concentrate ya Tanzania ni mkubwa sana. Ndio. Ili uwashawishi na wengine waanze kutoa hapa, waanze kupeleka kwenye mataifa yao. Na hiyo inawezekana ndugu yangu. Yani sahihi. Kuna swali moja pia ya mtengenezaji wa Big G. Ndio. Kuna mmoja aliiga kutoka nje kutengeneza Big G. Ambayo pia nataka nikupe moyo kwenye hilo. Ndio. Alivyotafuna mara ya kwanza ilishika meno, haikuweza kuachana kati ya meno ya juu na ya chini. Akaenda kujiuliza zaidi, nakosea wapi? Kujiuliza zaidi ndio baadaye ikaja kuwa Big G kweli tunaohitaji. Lazima respect the process. Ndio. Process lazima iweze kuheshimika. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi nashukuru serikali inatusupport. Ndio. Na inatambua wajibu. Of course. Inatambua wajibu uliopo. Jitihada tunazozifanya, inatusupport. Ndio. Na sisi ni kuhakikisha tunafanya kitu ambacho kinaleta tija. Ndio. Katika taifa. Sahihi kabisa. Kwa maana ya sisi tunapotengeneza bidhaa zenye ubora kwa bei nafuu, inasaidia kupunguza gharama kwa mfugaji kabisa. Mfugaji inapopungua gharama, anahamasika zaidi kuendelea kufuga kwa ukubwa. Ndio. Na kumwambia na mwingine afuge. Kwa sababu ni gharama nafuu. Lakini kama gharama iko juu, hawezi kumshawishi. Itatokea kitu cha hasara, utamshawishi mtu mwingine kitu cha hasara. Kwa hiyo ndugu Malavila, naam. Mimi kwanza nashukuru. Umekuwa ni wakati mzuri ambao tumekutana. Na kupongeza. Na uendelee kupambana. Asante sana. Mimi niko pamoja na wewe kwa kila jambo utakalokuwa bila shaka huwa tunawasiliana sana. Of course, masaa yote tunawasiliana. Kwa hiyo zaidi ni kuendelea kupambana. Hongera sana, umepiga hatua kubwa sana. Asante sana brother, asante sana. Ninaamini endapo nitakuja tena labda mwakani, kwa kubarikiwa na Mungu pia nitakuta baraka zimeongezeka zaidi. Of course. Kwa hiyo ninakushukuru sana na kupongeza pia. Asante sana bro, asante sana. Asante sana. Nazipokea, lakini sifa ni na utukufu ni vya Mungu mwenyewe. Mungu aliye juu. Mungu mwenyewe. Asante sana bro. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Asante sana brother. Tuko pamoja. Asante sana bro. Shukrani sana.